Naam, langu jina naitwa Mr. Simon. Ni siku nyingine tena Mungu ametupa nafasi na kibali cha kukutana tena. Kwa mara nyingine tena tunaenda kuanza simulizi yetu mpya kabisa, inaitwa Kosa. Kwa wale shabiki zangu, Mungu awabariki sana kwa sababu mnaendelea kuni like, mnaendelea kusambaza simulizi zetu. Asante pia kwa wale wanaozidi kushare. Nikukumbushe tu kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Washa alama ya notification ili kuwa mtu wa kwanza kupata kila aina ya tukio. Na tunaanza sasa simulizi yetu kama hivi. Jua lilikuwa limewaka kwa nguvu. Anga lilijaa upepo mkavu uliovuma kutoka mashariki. Njia ya vumbi ilikuwa na watu wachache waliokuwa wakisafiri kwa miguu. Kwenye njia hiyo walikuwa vijana watatu, James, Yakobo na Oscar. Walikuwa marafiki wa damu na wakazi wote wa kijiji walijua hawa vijana. Walikuwa wachangamfu, lakini walijulikana pia kwa kiburi na dharau kwa watu wadogo. James akapiga kelele, bwana, maisha haya ya kijiji yamenichosha. Kila siku tunatembea kwa miguu, hakuna mtu anayejua thamani yetu. Natamani siku moja nipate gari langu, nifurukute kama wakubwa wa mji. Yakobo akamcheka akajibu, wewe na ndoto zako zisizoisha. Mimi nataka tu nipate kazi mjini, nikatembee na watu waone viatu vyangu vinang'aa, nikiwadharau waliorara hoi. Oscar naye akawa anajipiga kifua, hata mimi ndugu zangu sitaki maisha haya ya mateso. Siku moja nitakuwa tajiri mkubwa na mtu yoyote maskini atakuwa hatoshi kukaa meza moja na mimi. Wakiwa wanaongea hivyo, mbele kidogo walimuona bibi kizee. Alikuwa amebeba mzigo mkubwa wa kuni na vikapu vya mazao ya shamba. Kila hatua aliyochukua, miguu yake iliacha alama za damu kwa sababu alikuwa amechubuka vibaya. Alisimama katikati ya njia, akavuta pumzi kwa shida, kisha akawageukia wale vijana. Kwa sauti dhaifu ya maumivu alisema, watoto wangu, naomba mnisaidie, miguu yangu imenichosha, mizigo hii imenizidi nguvu, tafadhali mnipeleke hadi pale kijiji cha mbele. James akawatazama wenzake, kisha akacheka kwa zihaka, bibi, hivi kweli unafikiri sisi tumeumbwa kuwa wasaidizi wa kubeba mizigo yako? Hata hatujala vizuri leo, alafu unataka tubebe kuni zako? Yakobo akatikisa kichwa huku akimwangalia bibi kwa dharau. Wewe bibi ni mjinga, kwa nini ubebe mzigo mkubwa namna hii ukiwa mzee? Ulijua nguvu zako zimeisha, lakini bado unajitesa. Oscar naye akaongezea kwa kejeli kali, hata tukikusaidia sisi tunanufaika na nini? Acha tu bibi, tafuta wajukuu wako wakusaidie, sisi tuna mambo makubwa kuliko haya. Bibi akawatazama kwa macho ya huzuni, macho ambayo yalionekana kama yanaona ndani kabisa ya nafsi zao. Alikaa kimya kwa sekunde chache, kisha akatabasamu kwa upole usio wa kawaida. Mungu awabariki watoto wangu. Aligeuka taratibu na kuanza kuondoka, akitembea pole pole huku miguu yake ikimvuja damu zaidi. Wale vijana watatu wakacheka kwa sauti kubwa, wakadhani wamemshinda yule mzee. James akasema, haya ndiyo maisha bwana, kila mtu ajue mzigo wake, hatuwezi kuishi tukibeba shida za watu wengine. Waliondoka na kuendelea na safari yao bila kujua kwamba dakika ile walikuwa wameandika kosa kubwa kwenye maisha yao. Waliendelea kutembea wakipiga soga na kuota ndoto za makuu, lakini nyuma yao upepo ulianza kuvuma kwa nguvu ajabu. Majani ya miti yakasugua kwa sauti ya ajabu, kana kwamba kuna kitu kinasema. Na wakati huo huo macho ya yule bibi yalibadilika kuwa mekundu. Akiwa mbali msituni akawatazama kwa mbali. Huu ulikuwa mwanzo wa mateso makubwa ya James, Yakobo na Oscar. Na tukutane tena katika sehemu ya pili inayofuata. Usisahau kusubscribe, kushare na kulike, lakini dondosha comment hapo chini. Msomaji wako naitwa Mr. Simon. Sema chao.